أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله به نستعينه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ndugu watazamaji wa kipindi hichi, leo tuna swali moja tunataka tumuulize Sheikh Abdurrahman. Katika Uislamu kuna jambo la sadaka. Watu wengi huwa wanapuuzia sana, wanaona kwamba sadaka labda inakuwa inapunguza katika mali yao. Huyo akitoa sadaka inapunguza katika mali yao. Vipi sasa kuhusiana na jambo hili? Kwani katika dini linakuwa vipi? Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi Muhammadin sallallahu alayhi wasallam wa ba'd. Naam, ukitizama katika swala hili ambalo watu wengi wanaona kwamba kutoa katika mali zao katika sadaka ili jambo linapunguza katika mali zao, basi katika mtazamo wa Kiislamu basi jambo hili linaenda kinyume. Kwa mtu yoyote ambaye tayari ameruzukiwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuwa na mali, ikiwa atoe kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na pia mali zile atambue zinaenda kusaidia wale waliokuwa na uwezo mdogo. Lakini vile vile kwa yule ambaye ana kiwango kidogo cha mali, basi anatakiwa atambue kupitia hizo mali ndogo ambazo alizozichuma, anatakiwa atoe kwa ajili ya kumsaidia yule aliyokuwa na kiwango kidogo zaidi. Ukitizama dalili katika swala hilo, basi Allah subhanahu wa ta'ala atasema wa anfiqu mimma razaqnakum. Allah anatuhimiza akituambia toeni katika yale ambayo tuliwaruzuku. Kwa sasa mtu anayetoa sadaka atambue pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala na fungu lake na fadhila zilizokuwa. Anasema Allah subhanahu wa ta'ala, mathalul ladhina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habatin ambatat 7 sanabila fi kulli sumbulatin 100 habba, kwamba mfano wa yule ambaye au wale ambao wanatoa mali zao katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali habatin ambatat 7 sanabila, ni kama mbegu moja ambao mbegu hiyo moja imeotesha mashoke 7, fi kulli sumbulatin 100 habba, alafu katika kila shoke moja miongoni mwa yale mashoke 7 inatoa mbegu 100. Basi utaona namna gani mtu huyo anayetoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala na fadhila zilizokuwa kubwa na zisizokuwa na hesabu. Ikiwa mtu amepanda kitu kimoja leo anakuja kupata zaidi ya vitu 50 kwenda mbele, basi hii ni fadhila kubwa kutoka kwa Allah. Mtu ambaye anashindwa kutoa mali zake katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala na anafanya ubakhili katika mali zake, anazificha mali zake, basi atambue mtu huyo anapata hasara mbele ya Allah. Kwani Allah anasema wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, toeni katika kile ambacho tuliwaruzuku kabla ya mfika mmoja wenu mauti, fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun min as-salihin. Hapo mtu atakuja kusema tayari ashajuta, anasema Mola wangu nipe muda kidogo ili nitoe sadaka niwe miongoni mwa watu wema. Ile ukitizama watu ambao tayari wameshaingia katika moto, wanapoulizwa na watu waliopo katika peponi, masalakakum fi saqar, ni kipi kilichokuingizeni katika moto? Basi wale watajibu qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin, watasema sisi hatukuwa miongoni mwa wenye kusali wala vile vile hatukuwa ni wenye kuwalisha maskini. Sasa jambo zima la infaqu limetajwa kuwalisha maskini, kwa lazima utoe katika mali zako kwa ajili ya kuwasaidia wasiokuwa na uwezo. Kisha hakikisha katika mali ambayo unaitoa wewe, basi usiitoe kwa riaa, kwa kuonesha watu kuwa wewe unatoa katika mali zako, bali toa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na usitaraji chochote kutoka kwa yule unaompa. Hapo ndio utakuwa umetoa katika njia ya Allah. Yut'imuna at'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira inma nut'imukum liwajhi Allah la nuridu minkum jazaa wala shukura. Sasa ukitizama watu hawa, yani hawa wanawalisha watu hawa, wanawasaidia, lakini yote wanayofanya ni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawatarajii washukuriwe wala wataraji chochote kutoka kwa watu hao, isipokuwa wanataraji kutoka kwa Allah malipo juu ya kile walichokifanya. Kwa hiyo wewe mwanadamu, wewe Muislamu, toa katika mali yako, lakini tambua utoe kwa ajili ya Allah. Usije ukatoa mali yako alafu kisha ukaanza kujitangaza kwa watu kwa wewe umetoa. Na hivyo ndio mafunzo ya Kiislamu yanatuambia, kwani inatakiwa mkono wa kulia unapotoa jambo, basi wa kushoto usifahamu. Jithirisha katika kutoa mali zako katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ukiwa una jambo dogo, ukiwa una jambo kubwa, basi toa katika njia ya Allah, afutizame ni namna gani Allah anakufungulia katika milango yako. Basi tambue hii fikra sio sahihi, na watu wengi wameibeba fikra hii, lakini wanatakiwa ibadilishe na watambue fikra sahihi ni kwamba unapotoa mali yako Allah anakuzidishia baraka katika mali ile, lakini vile anakuwekea daraja kubwa mbele yake, na hapo ndipo utakokuja kupata mafanikio, kwa sababu pepo ya Allah ni nzito, hatuwezi kuipata isipokuwa kwa kujitoa. Ili tujitoe zaidi, pia tutoe katika mali zetu. Shukrani sana Ustazi Abdurrahman. Ndugu watazamaji wa kipindi hichi, nafikiri tumekamilisha kipindi hichi. Nafikiri umefahamu na umefanikiwa na mmefaidika vingi kutoka kwa ustazi wetu hapa Abdurrahman, na inshallah kipindi chetu inshallah kitutakia Mwenyezi Mungu khairi. Tutakutana tena katika kipindi kijayo. Kwa majina naitwa Juma Ibn Zubairi Al-Kisai. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair.